Usiku wa mjini ulikuwa mzito kuliko kawaida. Bandari ilikuwa imefunikwa na ukungu mwepesi uliochanganyika na harufu ya mafuta ya meli, chumvi ya bahari na sauti za mbali za konteina zikisogezwa. Mahali hapo palionekana kama moyo wa siri zote za jiji. Na usiku huo ndipo kila kitu kilikuwa kinaelekea. Upande wa Neema. Ndani ya penthouse, Neema alikuwa bado amemwangalia Leila kwa mshangao. Unamaanisha nini kusema Adrian atawaangamiza wote? Leila alisogea dirishani pole pole. Macho yake yalikuwa na huzuni ya mtu aliyewahi kupenda sana na akaumia vibaya. Adrian hakuzaliwa akiwa monster, alisema kwa sauti ya chini. Alibadilishwa na kisasi. Neema akashusha pumzi pole pole. Basi kwa nini anafanya hivi? Leila akageuka kumtazama. Kwa sababu anaamini baba ya Zuberi ndiye aliyesababisha familia yake kuharibika. Lakini huo si ukweli. Leila akatikisa kichwa. Katika dunia yao, ukweli hubadilishwa na watu wenye nguvu. Kimya kifupi kikaingia. Kisha Leila akamsogelea Neema. Ukibaki karibu naye muda mrefu, akasita kidogo, utaanza kumwonea huruma. Impossible. Leila akacheka kwa huzuni. Hivyo ndivyo nilivyosema pia. Daniel alikuwa amesimama mbele ya screen kubwa, akionyesha ramani ya bandari, mistari ya routes, camera zones, exits na sehemu za walinzi zilikuwa zikionekana. Hii haikuwa tena mission ya kawaida, ilikuwa operation kamili. Kuna njia 3 za kuingia, Daniel alisema. Ryan akaonyesha upande mmoja wa ramani. Hapa kuna walinzi wengi. Tariq akasema, na hapa kuna sniper point. Zuberi alikuwa kimya. Macho yake yalikuwa kwenye picha ya jengo lililoandikwa Warehouse 9, mahali ambapo Neema alikuwa anashikiliwa. Aisha alikuwa pembeni yake akimtazama kwa siri. Kadri muda ulivyopita, ndivyo alivyozidi kuvutiwa naye, na hilo lilikuwa tatizo kubwa, kwa sababu alijua wazi macho ya Zuberi bado yalikuwa kwa Neema pekee. Baada ya meeting kumalizika, Tariki alimfuata Aisha balkoni. Mvua ndogo ilikuwa ikiendelea kunyesha. Aisha akageuka. Tariki alisita kidogo. Kwa mara ya kwanza tangu wametambulishwa, confidence yake ilionekana kupungua. Unamjali sana Zuberi. Aisha akatabasamu pembeni. Na kama ni kweli? Kauli hiyo ilimchoma Tariki moja kwa moja, kwa sababu moyoni mwake tayari alikuwa ameanza kumpenda Aisha kimya kimya, lakini hakuwahi kupata nafasi ya kusema. Usiumie mwisho wa siku, Tariki alisema kwa sauti ya chini. Aisha akamwangalia kwa sekunde chache. Kwenye jiji hili, kila mtu anaumia mwishoni. Upande wa Adrian. Warehouse 9. Adrian alikuwa amesimama juu ya container moja akitazama bahari. Upepo mkali ulikuwa ukivuma koti lake. Mwanaume mmoja mkubwa aitwaye Victor alimsogelea. Una uhakika huu ndio njia? Adrian hakumtazama. Nimechoka kukimbia ukweli. Victor akavuta sigara. Na msichana? Safari hii Adrian alinyamaza kidogo. Macho yake yakafumba kwa sekunde moja, kana kwamba alikuwa anapambana na hisia zake mwenyewe. Huyo hakupaswa kuingia kwenye hii vita. Lakini ndani yake alianza kugundua jambo baya zaidi. Alikuwa anaanza kumpenda Neema, na hilo lilifanya kila kitu kuwa dangerous zaidi. Saa 6 usiku, gari jeusi lilisimama mbali kidogo na bandari. Zuberi, Tariq, Ryan na Aisha walishuka. Wote wamevaa nguo nyeusi. Daniel aliwapa vifaa vya mawasiliano. Kumbukeni, alisema kwa uzito. Mission ya kwanza ni kumtoa Neema akiwa hai. Na ya pili? Tariq akauliza. Daniel akamtazama Zuberi.
kuchukua truth drive. Hard drive ile iliyokuwa imefichwa mahali fulani ndani ya warehouse. Kitu kilichoweza kuangusha watu wengi wa nguvu. Kabla hawajaingia, Neema alikuwa akijaribu kutoroka kwa msaada wa Leila. Njia ya nyuma ipo wazi dakika chache tu, Leila alisema kwa haraka. Na wewe? Neema akauliza. Leila akatabasamu kwa huzuni. Mimi nimechelewa kujiokoa. Neema akamshika mkono. Hapana, twende wote. Lakini kabla hawajafika mlangoni, sauti nzito ilisimika nyuma yao. Nilijua utanisaliti. Waligeuka. Ilikuwa Adrian. Lakini safari hii macho yake hayakuwa na utulivu tena. Kulikuwa na maumivu makali ndani yake. Leila alishusha macho. Samahani. Adrian akatikisa kichwa polepole. Nilikuamini. Na hapo hapo alamu ya warehouse ikaanza kulia. Wiu! Wiu! Adrian akageuka haraka. Mlinzi mmoja alipaza sauti kupitia redio. Wameingia ndani. Macho ya Adrian yakabadilika ghafla. Zuberi. Ndani ya warehouse, risasi za kwanza zilianza kusikika. Pa! 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 Tariq na Ryan walikuwa wakijibu mashambulizi huku wakikimbia kati ya containers. Zuberi alikuwa anatafuta njia ya kumfikia Neema, lakini ghafla Aisha alipigwa risasi begani. Ah! Zuberi aligeuka haraka. Aisha! Alimshika kabla hajaanguka. Na kwa mara ya kwanza, Neema aliyekuwa juu ya ngazi za chuma pamoja na Adrian aliona kwa macho yake jinsi Zuberi alivyoonekana kuvunjika kwa hofu alipomwona Aisha amejeruhiwa. Na moyo wake ukachomwa na kitu kipya. Wivu. Je, Aisha ataishi? Neema ataelewaje ukaribu wa Zuberi na Aisha? Adrian atachagua kisasi au mapenzi? Hard drive iko wapi kweli? Na ni nani anayesaliti mission kutoka ndani? Mapenzi yataingia kwenye level ya hatari zaidi. Jealousy, betrayal, rescue, attraction mpya. Na ukweli wa damu utaanza kufunguka katikati ya risasi na moto wa usiku. Usikose sehemu ijayo, hapa hapa Baletse Tales.